Na inche kurwali kero kankoro kweli Smaviliani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche monon kojeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarikana gaki Timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo ndoruara ndobwena kero kiyombura twaruara kero kiyombura kera twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto moruara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise koruabu ntobwa to morobo go sambo bokima nesuguma tori bokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from the 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the video field. I will see you on radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DMW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us. I will see Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo, call us 214-489-58. Right, asante sana. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa kituo hiki hivi. Kama kawaida ni magazetini, AGR magazetini ambao tunakuletea kwa kawaida saa 1:30, ingawaje leo tumechelewa kidogo kwa dakika karibu 28, lakini tunakukaribisha moja kwa moja ili tuweze kukujuza yale yaliyomo kwenye magazeti yetu hii leo. La kwangu hapa ni gazeti la The Standard kama kawaida, na jina la kwangu ni Edwin Mukaya. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, ningekukaribisha kumbuka kwamba enda upande wa YouTube, like, subscribe to our YouTube channel. La kwangu ni Fidel O Moshoge. Na ukurasa ni wa kwanza hapa gazeti la The Standard. Tunaenda kuangalia yale ambayo yanazungumziwa kwa gazeti hili zima. Kwa hivyo mada ya gazeti la leo ni kwamba Uhuru's men turn guns on each other, kwamba wale wandani wa Uhuru katika chama cha Jubilee wameanza vita dhidi yao. Hii ni baada ya kuwafurusha wale wenye walikuwa affiliated na chama cha UDA ambacho inasemekana kwamba ni chama cha naibu wa rais William Samoei Ruto. Hayo tunaenda kuiangazia ukurasa wa 4 gazeti hili la The Standard. Ukurasa wa 7 hapa ndo tunaangazia pia Kinoti, jinsi aliingia pale na kuwafurusha ama kuwabadilisha DCI officers 44. Vile vile tunaenda kuangalia kuna wale ambao ni tunawaita rapists and robbers. Kwa hivyo kuna sentence yao wamesema kwamba haitakuwa na kiwango cha chini zaidi. Vile vile tunaenda kuangalia kanisa chini ya mwavuli wa Kenya Churches wameweza kukashifu zaidi ile ushuru ambayo iliweza kutolewa, ama ile amuru ama ile uamuzi ambao uliweza kufanywa kutoza ushuru bidhaa mbalimbali ambazo ni basic needs kwa mwananchi wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo wameweza kusema kwamba si vyema, na vile vile kusema kwamba basi ikiwa ni hivyo mwaka ujao lazima uchaguzi ufanyike kama ilivyo ada, kama ilivyo katiba ya Kenya. Vile vile ukurasa wa 6 tutaenda kuangazia walimu wa tume ya NAT wataenda kulipwa pesa. Kuna wale ambao hawakulipwa kutokana na phase 1, phase 2, kwa hivyo wataenda kulipwa pesa between 192,000 up to 192,000 na hadi 1,360,000. Ni hayo tu ukurasa wa kwanza gazeti la The Standard. Katika ukurasa huu wa kwanza gazeti la Taifa Leo wanasema kwamba watetezi feki kwa Wanjiku. Hawa ni vinara, naona wamechapishwa na vinara wa vyama tofauti tofauti
ikiwemo Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi na naibu rais William Ruto ambaye pia ni anahusishwa na chama cha United Democratic Alliance ama UDA. Wanasema kwamba ni watetesi ambao ni feki. Tutangazia hayo ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba akiparua kwa samboja washindani wengi wakimezea mate kiti chake. Huo ni ukurasa wa 4. Ukurasa wa 3 wanasema kwamba Jumwa akataa mistari ya Francis Atwoli. Kumbuka kwamba Francis Atwoli amekutana na Jumwa hivi karibuni. Katika ukurasa wa 16 ni kifumbi kikali Europa England ikionana na Denmark. Huku ukurasa wa 2 tukiangazia kuna kioja mzazi ama wazazi wakitishia kulaani binti yao ambaye alikuwa ajiunge na chuo kikuu. Kuna dini moja ambayo imeibuka nchini Kenya ambayo hairuhusu kamwe watoto ama waumini wa dini hiyo kuendelea na masomo. Tutangazia hayo katika ukurasa wa 2. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa mbele gazeti la Taifa Leo. Moja kwa moja tuangazie ukurasa wa 2 gazeti hili la The Standard. Kama kawaida tunaangazia historia kidogo, lakini leo hii tunakuangazia kuhusu Jaramogi Oginga Odinga ambaye ni babaye Raila ama kinara ODM Raila Odinga. Tunaangazia siku moja ambayo ni siku Jaramogi Oginga Odinga aliweza kupewa shilingi 400 ili aweze kusafiri hadi Bondo. Shilingi 400 pamoja na askari. Kwa hivyo kidogo kutokana na kisa hiki tunaona kwamba askari hawajaanza kutumiwa vibaya sasa hivi ama jana. Walianza kitambo, manaka ni kitambo kidogo. Tunajua kwamba Oginga Odinga alikuwa ni mtu ambaye aliweza kupigania uhuru hapa nchini Kenya. Nasema tu ni mwanasiasa ambaye kutokana na msimamo wake uliweza kuleta mambo mengi zaidi, uliweza kumudhuru zaidi, manake kuna wakati hata watoto wake waliweza kukatazwa kwamba hawezi kupata batizo pale kanisani. Authorities walisema kwamba watoto wake they cannot be baptized. Haya inaweza kutendeka, manake alikuwa na ule msimamo kwamba lazima aweze ama Kenya iweze kukombolewa kutokana na mkoloni. Kwa hivyo hayo yote yalikuwa yanaendelea. Tuna moja kwa moja hadi mwaka 1991 ambapo Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anaelekea pale Kisumu kutoka kwake Bondo. Hapa ndiye alikutana na polisi ambao walikuwa na Land Rovers 10. Askari walikuwa wamejaa ndani, wakamwambia hey, lazima turudi hadi kwako ili tuweze kufanya msako. Hakuwa anajua jingine mbona watu ama askari waenda kufanya msako, na vile vile hao askari hawakuwa na search warrant, lakini wakamrai akamwambia hey boss, unajua sisi tunafuata maagizo, kwa hivyo venye tumepewa orders tafadhali tukubalie tu. Kwa hivyo ilimbidi kwamba arudi hadi Bondo. Askari wakaingia ndani wakafanya msako kweli wakatafuta, lakini hawakupata chenye walikuwa wanatafuta, ingawaje mwenyewe hakuwa anajua ni nini kile walikuwa nasaka. Lakini baadaye ndivyo hivyo walipomaliza wakampatia shilingi 400, wakamwambia ni fare yako venye tumekurudisha kutoka Kisumu na kurudi huko 200. Hao ni askari walimpatia, kisha kumwambia kwamba kidogo ingawaje hakumwambia mbona walikuwa wanafanya msako ama ni nini kile walikuwa nakitafuta. Baadaye ndiye alikuja kugundua kwamba George Saitoti aliweza kusema kwamba Jaramogi Oginga Odinga alikuwa na guns, imported guns kwa nyumba yake, ambao baadaye aliweza enda koti akamshtaki over defamation. Kwa hivyo ni hadithi nzuri zaidi, ni taarifa nzuri zaidi ambayo inatukumbusha mengi pale nyuma, ambao waweza kujisomea jinsi Jaramogi Oginga Odinga aliweza kupewa shilingi 400. Na by the way ni kama ukiwa upinzani kwa kawaida mambo hayawi mazuri kwako. Na manake alikuwa ni mpinzani mashuhuri wakati huo. Kwa hivyo Raila wakati wake pia ulifika, na yeye tuliona akipigwa matia gas pale. Kwa hivyo ni mambo mengi. Kwa hivyo sijui mwenye atakuwa upinzani sasa ni nani? Hatujui, tutangoja tu. Sasa hivi baina kati ya Ruto na Raila nani yupo upinzani ama kuna mwenye kwa? Wajitayarishe tu wote kwa sababu huwezi jua kesho yako. Na ukurasa wa 3 hapa ndo tunaangazia kuna mwanamume mmoja hapa ambaye ana miaka 55 ambaye kidogo alikuwa
alikuwa analisha ng'ombe, livestock. He was herding livestock pale kwao mahali panaitwa kama Garissa Fafi. Anaitwa kwamba Adhan Muhammad Omar, ambaye kidogo ngawaja na miaka 55 aliweza kusema kwamba lazima niende shule. Kwa hivyo ilimbidi kwamba akaingia shuleni kama a private candidate, akasoma vizuri zaidi, akafanya KCPE, akazoa alama 296. Baadaye aliweza kuingia shule moja hapo ya Young Muslim Secondary School, na dhamira yake ni kuingia chuo kikuu. Kwa hivyo anasema kwamba anaelezea jinsi alikuwa anaenda pale shuleni. Unajua pale shuleni pengine mtu wa miaka 55 hadi walimu, kuna wale ambao pengine ni wa umri mdogo zaidi kumliko. Lakini anasema kwamba alipokuwa pale shuleni alikuwa ni kielelezo kizuri zaidi kwa wanafunzi, manake kama ni usafi angefanya vizuri, angefagia madarasa vizuri, angepiga deki, angefanya yote jinsi alikuwa ameagizwa na walimu. Kwa hivyo anasema kwamba ingawaje miaka imeendaenda bado ako na ile dhamira kwamba lazima asome afike chuo kikuu, nafasi ambayo hakuipata wakati alikuwa mdogo, manake lazima angechunga livestock ama mifugo ya familia yake. Kurasa huo wa 3 vile vile tunaangazia Kananu, ambaye kidogo tuliona gazeti hapo jana, kidogo ilikuwa aweze kuapishwa kama gavana wa jiji la Nairobi ama gavana wa county ya Nairobi, lakini sasa hivi kutokana na appeal court of appeal, kutokana na appellate judges Wanjiru Karanja, Jamila Mohamed pamoja na Jesse Lesit, kutokana na aliyekuwa gavana wa Nairobi ambaye ni Mike Sonko, aliweza kuweka kesi kotini ili kumzuia kuapishwa. Kwa hivyo kuapishwa kwake kumeahirishwa mpaka hayo yote yametatuliwa. Hayo ni katika ukurasa huo wa 3. Katika ukurasa wa 2 gazeti ni la Taifa Leo wanasema kwamba kongoni wafurika Kenya kuijaza dunia. Kongoni ni wanyama ambao wanajulikana kama hartebeest, ambao wanasema kwamba msimu wao ukifika, ambao wanasema kwamba ulianza siku ya wiki hii, wanasema kwamba kongoni hao wameanza kutoka pale Tanzania wakija huko Kenya ili waweze kuzaana na kujaza dunia. Huu ni ukurasa wa 2, taarifa ikiwa ni ya kwanza. Katika ukurasa huu wa 2 pia wanasema kwamba wanalia machozi ya mamba. Wanawazungumzia vinara ama viongozi nchini Kenya ambao pia ni vinara wa vyama tofauti ikiwemo kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, naibu rais William Samoei Ruto ambaye pia wanahusishwa ama ni mwenye chama cha United Democratic Alliance ama UDA, na pia kuna vinara wengine kama Kalonzo Musyoka, Wiper, kuna ANC Musalia Mudavadi, kuna Ford Kenya, Moses Wetangula. Wanasema kwamba ama wanasiasa hawa wao wanalilia tu, wanaambia Wakenya kwamba ongezeko la bei za bidhaa za msingi kama vile gesi na vitu vingine pale, wanasema kwamba haifai, ili hali wao tu ndio wanafanya ama ndio wao wanafanya mpaka bei hizo zinaweza kuongezwa. Sababu kwamba wao wanalia machozi ya mamba. Wanasema kwamba wao wanajifanya wao ni watetezi kwa Wakenya. Katika ukurasa huu wanasema kwamba kuna Wings to Fly ambao yaingiza wanafunzi 86% chuo kikuu. Ukurasa huu wa 2, ukurasa wa 3, dini. Sijui kama kuna dini zingine, nimesoma gazeti la Taifa Leo. Wanasema kwamba kuna dini inajulikana kama Kabonokia. Dini hii hairuhusu masomo. Wanasema kwamba kama wewe ni muamini ama wewe ni muumini wa dini hii, mtoto wako hafai hata kwenda shule. Sasa kuna msichana mmoja ambaye alikuwa ajiunge na chuo kikuu Nairobi pale, na wazazi wake walikuwa wameingia katika dini hiyo mwaka wa 2019. Sasa wazazi walisema kwamba hawataruhusu kamwe mtoto wao msichana aendelee na masomo kwa sababu wao ni waumini wa dini ya Kabonokia. Msichana ameshindwa anafanya nini? Wapate dini ya kwao. Watoto wa kwao wote iko katika Tharaka Nithi ambao kuna waumini 100 kutoka kaunti ya Tharaka Nithi, na hicho kisa kinafanyika katika kaunti hiyo. Wanasema kwamba watoto wao wote hawaendi shule kwa sababu wanaamini kwamba dini hiyo inasema kwamba kwenda shule, inasema hivi, wazazi wake walijiunga na dini hiyo mwaka wa 2019 na madhehebu yanayoamini kuwa mambo ya elimu na ajira yanaenda kinyume na Biblia. Hivyo hufai kufanya kazi pale. Na watu wanakulaje sasa? Uende shambani ulime pale. Kazi ya kuajiriwa.
jitafutie kazi. Pambana na hali yako tu. Sasa hivyo watoto wao wote au waumini 100, watoto wao wote wenye walikuwa wanaenda shule, iwe nursery, iwe secondary, primary, waliachishwa. Ingawaje kuna hiyo freedom of worship. Wanasema kuna freedom of worship ipo na katiba yake, lakini unajua ikifikia mahali unaona watu wanapotea, wanapotoka kidogo, serikali inastahili kuchukua mkondo wake. Hiyo kanisa sijui watoto wao wote hawaendi shule. Unajua hiyo ni kinyume bado cha katiba. In this 21st century ukisema kwamba watoto wasiende shule basi unakosa, you losing it. Mshana ajui aendelee shule, wazazi wake walimwambia kwamba akienda shule wao si sasa wanamdisown. Alisema kwamba wao si watoto, yeye si mtoto wao. Sasa yeye amue tu shule, maisha yake ya mbele ama kanisa la kwake. Chifu wa eneo hilo anaitwa kama Bwana Nyaga Mwicha alisema kwamba watashirikiana na commissioner wa askari kutoka eneo hilo ili waweze kuona vile watasaidia hao watoto. Unajua sasa hawezi ingilia mambo na dini. Itabidi tu waangalizie ama waangalie njia ambazo wataweza wasaidia wale watoto. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba Juma akatalia UDA wanaomtegea awajikakamue zaidi. Najua hivi last weekend kuna kiongozi ama wafanyikazi Kotu Francis Aturi na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga na pia na mbunge fulani waliweza kukutana, mbunge wa Mvita waliweza kukutana pale katika kaunti ya pale Mombasa. Waliweza kukutana pale na wakazungumza mambo yao. Sasa kuna picha ambayo ilikuwa inazunguka katika mitandao ya kijamii, Aisha Jumwa mbunge wa Malindi akiwa na kiongozi huyu wa wafanyikazi Francis Atuli. Walisema kwamba Francis Atuli alikuwa anamrai kwamba ahame Tanga aje katika muungano ambao unasukwa baina ya rais na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Sasa Jumwa amesema kwamba yeye bado yupo UDA. Yupo UDA kwa sababu watu wengi waliweza kusambaza video hiyo na picha ambao zilikuwa zinaonesha Francis Atuli akiwa na Aisha Jumwa. Ikumbuke kwamba Francis Atuli wamekuwa wakirushiana cheche za maneno na Aisha Jumwa. Sasa wengi wamesema kwamba Aisha Jumwa ni kama anapangia kuingia katika muungano huu ambao unazukwa. Aisha Jumwa ni yule mwanamke mwanasiasa kweli. Tukiangalia kidogo nyuma pale katika kampeni za Msambweni, unakumbuka yote maneno alikuwa anatupiana za matusi. Ni kama ni mwanamke ambaye haogopi lolote. Kama what may, kama unacheza chafu na mimi anacheza tu pale. Kujarafu ndio hivyo. Katika ukurasa wa 3 ikiwa ni taarifa ya mwisho anasema kwamba urafiki wa Ruto na Rais Museveni wahusishwa na uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kumbuka kwamba hapo jana naibu Rais William Samoei Ruto aliweza kualikwa na rais huyo wa Uganda Yoweri Museveni ili aende kuweka jiwe ambalo litakuwa linajenga sehemu moja ama kiwanda kimoja ambacho kitakuwa kinaunda chanjo ya COVID-19 pale Uganda. Kinajulikana kama Biological Drug and mRNA, kitakachotengeneza chanjo ya COVID-19 na kinachangwa katika eneo la Matuga. Kumbuka kwamba naibu rais alikuwa pale kama mgeni na aliweza kuendesha shughuli hiyo. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3 gazeti la Taifa Leo. Na ukurasa 4 hapa tunaenda kuangazia kuna vita vya chini kwa chini ndani ya chama cha Jubilee. Hapa tunaona kwamba kuna vigogo hapa wanapigania uongozi, baada pengine wanaona kwamba kidogo rais akistaafu watakuwa vigogo katika chama hicho. Kwa hivyo mengi yanaendelea kufanyika pale ndani ya Jubilee. Nikinukuu yale ambayo Joshua Kutonya ambaye ni mbunge wa Cheranganya anasema kwamba in the retreat we wanted to assess the status of the party where the rain started to beat us and plan for a better future. Alafu kuna hapa Anwe Guru pia anasema the rains have beaten us, our fortunes are dwindling, intense introspection is demanded. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo chama cha Jubilee hakipo imara kabisa jinsi mambo yalivyo. Ukurasa wa 5 hapa ndio tunaangalia kanisa ambao wanauliza mbona wabunge hawakuweza kuokoa nchi ya Kenya kutokana ama hawakuweza kuokoa Wanjiku jinsi wengi wanasema kutokana na ushuru ama high taxation.
Tunaangalia hapa kuna ule mwavuli wa Kenya Churches ambao sasa hivi umeweza kukashifu the punitive taxation na vile vile wamesema kwamba BBI iweze kusitishwa kidogo, manake italeta msalaba mkubwa, italeta mzigo zaidi mgongoni wa Kenya. Vile vile anasema hapa kidogo uchaguzi wa mwaka 2022 lazima ufanyike kutokana na katiba, kwamba tarehe 9 ya mwezi wa Agosti kutokana na katiba haya yaweze kufanyika, kwamba uchaguzi uweze kutendeka. Kutokana na NCCK ambao ni ama kutokana na mwenyekiti wa NCCK ambaye inaitwa ni National Council of Churches of Kenya, ambaye anaitwa kwamba Alphonse Akanga, ameweza kusema kwamba we state here that the general election must be held on the 9th day of August 2022. Kwa hivyo kuonyesha kwamba haujaridhika na uongozi, haujaridhika na yale yanaendelea kufanyika, na ndio hivyo anasema kwamba uchaguzi huo usiweze kusogeshwa mbele. Wajari kwa nasema ikiwa BBI pengine itaingia uchaguzi lazima utaenda kusonga mbele kidogo. Lakini nasema kwamba hauwezi songa mbele. Vile vile wanasema kwamba BBI is not a priority, inaweza kuwa postponed a little bit ndio Wakenya, uchumi wa Kenya uweze kujisimamia, Wakenya waweze kujisimamia wenyewe, ndio hayo mengine yaweze kuja, manake haya yataongeza mzigo ambao si halali. Kurasa wa 5 kuona. Katika ukurasa huu wana ni habari za county pale ambapo wanasema kwamba Waislamu walenga kujenga misikiti 18. Huo ni katika kaunti ya Baringo. Katika kaunti ya Samburu wanasema kwamba kuna wafugaji 1100 ambao wanakabiliwa na baa la njaa katika kaunti ya Samburu. Katika kaunti ya Kirinyaga wanasema kwamba mama mmoja ambaye alikuwa amejifungua katika hospitali hiyo aliweza kushikwa baada ya kujifungua mtoto msichana, na wakati alifika pale nyumbani hawakumpata akiwa na mtoto huyo. Polisi waliweza kumsaka na wakampata akiwa nyumbani mwake amekaa tu na amepumzika, lakini hana mtoto mwenye alikuwa amezaa pale hospitali. Mwanamke huyo ana umri wa miaka 22. Katika kaunti ya Uasin Gishu wanasema kwamba kuna mwanaume ambaye anadaiwa kunaswa akipalilia bangi shambani. Sijui ndio tumefikia. Wanasema kwamba kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa amenaswa pale katika kaunti ya Uasin Gishu akiwa anapalilia bangi yenye dhamana ya shilingi 1,100 ama 100,000. Wanasema kwamba bangi hiyo ilikuwa na miti 360. Alikuwa anabadilia pale. Imekuwa wananchi tu walikuwa wametaarifu mamlaka ya usalama pale. Alikuwa anapalilia na ilikuwa ishakuwa pale, ni kuvunwa tu, ilikuwa inangoja kuvunwa. Sijui hapo ndo tumefikia. Walikuwa wanasema kwamba bangi ihalalishwe, wengine washahalalisha wenyewe tu, washaanza kazi. Lakini unajua vile vile bangi ikihalalishwa hiyo biashara pia itakuwa chini, maana kila mtu atakuwa anapanda pengine. Kwa hivyo unajua sasa hivi na dhamana zaidi, maana ni si halali. Si halali hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ikihalalishwa pengine biashara itarudi chini, lakini watu bado watatumia. Naam, watu watatumia, lakini bado biashara itarudi chini, maana kila mtu atakimbilia bangi. Kila mtu atakuwa na bangi ya kwake, nani atanunua? Jamaa huyu aliweza kunaswa pale akiwa anafanya ukulima huo wake. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba kufikia sasa kuna wanasiasa 5 ambao wametangaza nia ya kuwania ugavana katika kaunti ya Taita Taveta. Kuna yule ambaye aliyekuwa gavana wa Taita Taveta Granton Samboja, kuna mwenye ni kuna Granton Samboja ambaye ni gavana wa kaunti hiyo Taita Taveta, Granton Samboja pia ambaye pia ni mtangazaji. Kuna mbunge wa Mwatete bwana Andrew Mwadime, kuna wakili bwana Steven Mwakesi, kuna mtaalamu wa masuala ya mawasiliano Bi Patience Nyage. Hao ni baadhi ya wale ambao wanamesea mate kiti hicho cha ugavana katika kaunti hiyo ya Taita Taveta, ikiwemo yule ambaye aliyekuwa gavana wa Taveta John Mrutu. Hao ni baadhi ya wale ambao wanamesea kiti hicho cha ugavana katika kaunti ya Taita Taveta. Katika kaunti ya wanasema kwamba baadhi ya mitaa jijini kukosa maji siku 2 sasa. Katika kaunti ya Kisii wanasema kwamba kuna yule afisa wa KDF ama wa jeshi ambaye wanasema kwamba alikuwa ameangamia pale kati ya wale wanajeshi 10 ambao waliaga dunia kwa kuanguka kwa ndege lao. Wanasema kwamba anatokana na Boniface Ogati Mocheche aliweza kuzikwa hapo jana
katika kaunti ya Kisii, kijiji cha Gionseri, kaunti hii ya Kisii. Habari za Afrika na dunia. Wanasema kwamba Misri, Ethiopia wazozania kuhusu maji ya mto Nile. Wanasema kwamba kidiplomasia nchi hizo mbili, Ethiopia na Misri, wameanza kusumbuana sana kuhusu mto huo wa Nile. Wanasema kwamba tunaweza kufunga milango ama kufungua milango ya mazungumzo, tualike nchi hizo tatu ili zielezee misimamo yao na kuzihimiza kutafuta suluhu la kudumu, akawaambia wanahabari. Wanasema kwamba watafute suluhu ya kuleta nchi hizo zote mbili kwa pamoja. Wanasema kwamba kuna wale watu waliofariki kwa ajali ya ndege nchini Ufilipino ama Philippines. Wanasema kwamba idadi yao imefika watu 52. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 45, ukurasa wa 6-7, ikiwa ni jaribio la mtihani KCPE. Tutaangazia ukurasa wa 8 turejea hapo. Na ukurasa wa 6 hapa naenda kuangazia kuna lecturers in different universities. Sasa hivi kutokana na kuna University Academic Staff Union UASU, kwamba lecturers wamesema kwamba kidogo kipato chao kiko chini, na in the next collective bargain agreement lazima wazungumzie hayo. Vile wanasema kwamba kuna promotions ambazo ziliweza kuachiwa the universities, particular universities, ambao wanasema kwamba the universities management are taking like long enough, are taking like a century to have them promoted. Kwa hivyo wanasema kwamba hii itakuwa part of their next collective bargaining agreement. Kwa hivyo kidogo wanasema kwamba pengine haya sipotendeka tunazoona pia wakigoma migomo. Vile vile tunajua kwamba wafanyakazi hapa nchini Kenya they resolve kugoma ili matakwa yao kuweza kutekelezwa. Kwenye ukurasa huo bado tunaangalia the NAT members ambao watapata promotions, wengine watapata ongezeko la mishahara as a new deal imeanza. Vile new deal inaanza, wanasema kwamba all NAT members who missed out on the third and fourth phases of the just ended 54 billion vile vile wataenda kupata mihela ambayo ni pengine kutokana na 1192 na 1360. Vile vile kuna wale walimu 1016 ambao pesa zao ziliweza kukua hell kidogo, wanaenda kupata ongezeko la kati ya shilingi 8,000 hadi shilingi 15,000. Kurasa wa 7 hapa tunaangazia DCI Kinoti ambaye aliweza kuwahamisha the officers, DCI officers ama bosses 41 ama 44 to different places. Hii ni kutokana na uchaguzi wa mwaka ujao ambao sasa hivi ameanza kupanga mapema, na vile vile anasema kwamba hii ni kutokana kuna wengine ambao ni senior officers ambao wameshastaafu na kwa hivyo kuacha nafasi mingi zaidi na kuacha mapango kwenye hicho kikosi kizima. Kwa hivyo amesema kwamba vile vile kutokana na hiyo kustaafu na vile vile uchaguzi wa mwaka ujao ni kujipanga. Kumbuka kwa vile vile Fred Matiang'i ambaye ni waziri wa masuala ya ndani aliweza kusema kwamba kidogo next year's elections ikiwa zitakuwa kutakuwa na ulinzi na kutakuwa na turuma ama kutakuwa na unyama ule kuana, kutakuwa na vita. Kwa hivyo hayo yameweza kuanza kutekeleza kutokana na Directorate of Criminal Investigation boss George Kinoti. Hayo ni katika ukurasa huo wa 7-6. Katika ukurasa huu wa 8, kumbuka kwamba leo ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2021. 77. Najua 77 ni fugufugu la watu ambao walikuwa wameanza fugufugu hilo lilianza Julai 7, 1990. Walikuwa wanatetea haki za kibinadamu. Kuna wale ambao walikuwa wanafanya maneno ama mambo yenye yalikuwa yanakiuka katiba. Wakati huu
rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Toroitich arap Moi ndiye alikuwa anaongoza. Anasema kwamba alikuwa anaenda mambo mengi ambayo alikuwa anayafanya yalikuwa yanaenda kinyume cha katiba. Ndiposa fugufugu hili likaweza kutengezwa pale ili waweze kulilia na kulinda katiba ya nchi ya Kenya. Na matunda ya fugufugu hili la Sabasaba ni kwamba haki za binadamu ziliweza kufuatwa pale. Ilijangia hadi katiba ya mwaka wa 2010 ikaweza kutengezwa pale. Sasa leo kuna wale ambao pia wanasema kwamba watajitokeza ili kuweza kulinda ama itetea katiba ya Kenya. Wanasema kwamba Sabasaba iende mbali isirudi tena. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba walimu wakuu wanaoendelea kutosa ada shuleni waadhibiwe. Kumbuka kwamba Magoa, wanasema kwamba Magoa ni mtu ambaye ana change. Yaani anaongea hiki alafu tena baadaye wanasema kwamba kuna wakati alikuwa aliwaambia walimu kwamba wafukuze wale wanafunzi ama watume nyumbani wale wanafunzi ambao hawajakilia fees. Sasa naona anasema kwamba kuna wale walimu wakuu ambao wanatosa ada ama karo ambazo asifai. Wanasema kwamba waweze kuadhibiwa. Huo ni ukurasa huu wa 8, huku wakisema kwamba ukurasa huu wa 9 ni dondoo tu. Nitaangazia ukurasa wa 10. Ukurasa wa 10 ni barua kama kawaida. Kuna baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu, mmoja akisema kwamba serikali zishauri raia mabadiliko ya hali ya hewa yanavyowaadhiri. Unajua kuna wale wanasema kwamba Nairobi kuna baridi, anasema kwamba serikali wafunze, waambie kwamba hiki kitatarajiwa pale. Haya yatatendeka pale. Iweze kuwa taarifa wa raia mapema. Huyu anasema kwamba Raila aache kutoa ahadi hewa. Huyu anasema kwamba wanasiasa ndio kisiki katika ukabilianaji wa ufisadi nchini. Huyu anasema kwamba pongezi EACC kuandama magavana watatu kuhusu ufisadi. Wanasema kwamba vijana waliaibisha safari rally, NASA waache kutegemeana. Huu ni ukurasa huu wa 10 ambapo kuna baadhi ya barua ambazo zimeandikwa na Wakenya ili ziweze kuangaziwa. Ukurasa wa 11 ni lugha na elimu. Tangazia hayo baadaye. Naam, ukurasa wa 10 hapa, manake ukurasa wa 8 na 9 kidogo utajisomea. Ukurasa wa 10 hapa ndio tunaangazia kwamba wanasema kuna mshangao mkubwa, manake kuna wengi ambao wanaingia pale ICU, haswa wale ambao wameugua ugonjwa wa corona pale ICU, lakini kidogo they spend more time wanachukua muda mwingi zaidi pale ICU jinsi haistahili. Hayo ni katika hasa kutokana na Dr. Mwitariro wa Kiambu level 5 hospital. Anasema though we suspect we might be dealing with the Delta variant, more studies need to be done and the ICU revamped to provide quality health care. Na kutokana na hayo tuna kwamba naibu wa rais alikuwa pale Uganda hapo jana, ambapo alienda kuzindua. Kuna uzinduzi ulikuwa unafanya na day group of industries ambao walianza tena walienda kuzindua drugs and mRNA vaccines pale Uganda. Kwa hivyo jana alikuwa pale ambapo Yoweri Kaguta Museveni alisema kwamba pengine serikali yake inaangalia zaidi ili iweze kuisupport innovation ama kusupport innovations in the country, ambapo naibu wa rais vile vile aliweza kushukuru hayo yote na kuweza kurecommend, ambaye alisema kwamba there's a commendable work inafanywa na Suna hapa nchini Kenya, nchini Uganda, nchini Tanzania, the whole of Africa itaweza kubenefit kutokana na uzinduzi huo. Hayo ni kwenye ukurasa huo wa 11 ni matangazo. 12 hapa ndo tunaangazia Mombasa, governor ambaye ni Hassan Joho, ambaye sasa hivi ameweza kuwekea lawama SGR. Anasema kwamba ndo sababu kwamba kuna miradi mingi pale Mombasa ambayo haijakamilika. Hili kutokana na audit ambayo ilikuwa inafanywa hapo jana, ambapo aliweza kusema kwamba kutokana na SGR ambayo iliweza kupita pale, iliweza kusababisha kwamba the revenue collection imerudi chini, ambayo sasa hivi imesababisha kwamba ukosefu wa zile hela za kumaliza ama kukamilisha ile miradi ambayo alishaianzisha, lakini sasa hivi bado iko stall.
Vile vile alisema kwamba serikali ilichukua mkondo wa kuendelea kuongoza Kenya Ferry Services, Kenya Ports Authority, Port Health and Kenya Medical Research Institute KEMRI, ambazo ni baadhi ya institutions ambazo zingesaidia zaidi kuleta hela katika county government ama serikali ya county ya Mombasa. Kwa hivyo amewekea lawama hayo yote akisema kwamba ndio sababu kuna miradi mingi zaidi pale Mombasa ambayo haijakamilika. Hayo ni katika ukurasa huo. Ukurasa wa 13 hamuna lolote, ni matangazo tu. Katika ukurasa huu wa 15 tutaangazia spoti au rimba. Pale ambapo unasema kwamba katika kaunti ya Mombasa unasema kwamba ombi la wadhamini waweze kuiokoa ama kuivuvua Coast Stima hapo ni katika kaunti ya Mombasa. Kapengura anasema kwamba marefa wajiletea kuhusu rushwa. Wanasema kwamba malipo ambayo ni duni ambayo wanayapokea yanawafanya hadi waweze kula rushwa. Katika kaunti ya Kakamega wanasema kwamba Western Spears yazinduliwa rasmi. Yani krapu ya raga ambayo ni mzuri zaidi. Wanasema kwamba inajulikana kama Western Spears. Katika kaunti ya Mombasa wanasema defender Abdi arejea nchini katika kutibu jeraha. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba safari ya timu Kenya kuelekea Japan yaifa. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba kocha Kimanzi atimua nahodha wa Wazito FC, huko akisema kwamba FC Leopard yasidishia mashabiki ya kuilaza Gor Mahia miaka 5 baadaye. Na nikiangazia ukurasa huu wa mwisho katika gazeti la Taifa Leo, wanazungumzia tu safari ya timu Kenya kuelekea Japan pale. Naona ndio wanazungumzia wakisema kwamba Brazil ndani ya finali baada ya kulaza Peru kinyang'anyiro cha Copa America. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Unaweza pata gazeti lako ili uweze kuangazia zaidi. Kwenye ukurasa wa 17 kama kawaida hapa tunaenda kuangazia maoni ya Wakenya. Kutokana na gazeti ilikuwa juzi na mtueleza kuangazia kwamba kidogo kuna chuo mbalimbali, kuna shule mbalimbali ambao wakuu wa shule hizo vile wanaendelea kusajili wana kidato cha kwanza wameweza kuitisha development money. Wanasema it is between 5,000 to 35,000. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilizua mjadala zaidi kutokana na ile agizo ambayo iliweza kuwekwa na Wizara ya Elimu, akisema kwamba kidogo hela zile hazistahili. Kwanza wazazi hawastahili kutoa hela zozote zile. Kwa hivyo kuna maoni tofauti yametolewa, sijui maoni ya kwako. Manake hapa naona kuna wale ambao wanasema kila shule kuna njia yake ya kujiendeleza, na ikiwa hiyo ndio njia moja ya kuleta hela ili waweze kujiendeleza ni sawa. Na vile vile kuna wale wanasema kwamba haistahili, manake hii ni kuenda kinyume cha agizo ambalo lilitolewa na Wizara ya Elimu. Kwa hivyo haya ni baadhi ya maoni, tusijui maoni ya kwako ni yapi kuhusiana na jambo hili, na sijui development money ni ya kujenga shule ni kama ni kujenga juu. Manake ukiangalia shule, kuna shule zimejengwa ziko sawa, na bado nahitaji hiyo 35,000 for development money. Lazima upeane ili uweze kusajiliwa, mtoto akaweze kusajiliwa. Mragesi ni baadhi ya shule hizo zote. Baadhi na hao ni walimu ambao wanataka tu rushwa, anasema ni na tuseme tu wanafunzi wameingia pale, ni shule kubwa, wanafunzi tuseme ni 200 kila mmoja akitoa 20,000. Ni pesa nyingi zaidi. Ni pesa nyingi zaidi. Ni kama kuna wale ambao walikuwa, kuna siku ambao nimeona katika mtandao ya kijamii upande wa Facebook, mmoja alikuwa anazungumzia kuhusu rim papers. Najua zile rim papers unapata shule iko na wanafunzi 1,000. Na mnaambiwa kwamba kila mwezi kuna kama shule ambayo nilikuwa nasoma ilikuwa kila mwezi lazima upeleke pale shilingi 500. Si rim. Najua wangekuwa nasema kila mtu akuje na rim, ungeona mahali pesa ambazo zimeenda ni wapi. Sasa wanasema kwamba kila mwezi mtu aje na rim paper money shilingi 500. Wanasema kwamba hiyo pesa ni ya rim paper. Sijui wanafunzi tu kwa 1,000. Kila mwezi shilingi 500, si hiyo ni pesa? Manake ndio nimekelea tu tuseme wanafunzi wameingia shule ni 200 na watu tuseme tu ni 20,000 kila mtu ya development. Hiyo ajua ni milioni 2. Milioni 4. Milioni sio.
Hiyo ni pesa nyingi zaidi. Na hapo ni kwa ni mwaka mmoja ama ni mwaka mmoja. Si vile wanaingia tu. Ni mwaka mmoja. Hivyo mwaka ujao milioni 4 bado. Kwanza wakikuja pia waongeza waseme ni 50 development bado. Wana develop nini kwanza? Shule, pengine wanataka kudevelop shule, wajenge unajua damu. Wajenge damu. Yeah, shule. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza ingia upande wa YouTube, like, subscribe to our YouTube channel AGR News. Kumbuka kwamba tutakuwa katika mpango mzima wa Saidi Obotaka kuanzia mwendo wa saa 5 hadi mwendo wa saa 8 unusu ama saa 9 ili tuweze kuzungumza na kujadili mambo mengi pale. Na hadi hapo kesho kama kawaida, kesho tutaingia pa mapema saa 1:30 tupate hapa magazetini ili tuweze kukujuza mengi zaidi. Jina la kwangu ni Edwin Mukaya. Videl o Moshoge. Etoko chaka abande bato bwacha ebago twero abacha tobaigamia etokometoka akuma kumetera bago ko msona omubuko gwesati aba usigiro boredio nere okoretera emeroberi emetono nturaboigo eyo bose miucha ase bigori byonsi chinsa emerongebere nanye tonyore ase chinchira chekerero goetera aba usigiro boredio.com download app yaito korwa Google Play Store goetera aba usigiro boredio.com